mume wangu alikorofishana na huyo kaka kwa sababu 1 2 3. Kwa hiyo usituweke meza moja na hofia kisije katokea chochote kibaya. Sawa sawa. Ukienda kwenye zile tuzo utaona ilikuwa ni tarehe ngapi, mwezi wa ngapi. Kwa hiyo ni miezi ya nyuma. Sasa najiuliza ikiwa wenyewe waliniomba nisiongelee hili swala na ushahidi niliwapa, na mpaka kesho yake Shu alinipigia simu sana. Akaambia mbona upokei simu, au Deo kukataza usiongee na mimi. Nikamwambia hamna, nililala na nini. Akaambia Deo amefuta zile message zote zilizonitumia za ushahidi. Tuko kwenye familia hapa, tunataka kuiamua hii kesi. Nitumie tena. My question is why now? Na kwa nini niatakiwe mimi? Kwa sababu mimi dalili nilishaziona mwanzoni kabisa. Kwa nikiweka status we mzuri, yani wewe unatakiwa uishi mbele, sijui hivi na hivi. Mimi nikamwambia, nikamfuata mdogo wangu mmoja anaitwa Pili. Nikamwambia Pili, kuna message ambazo mume wa Shu ana comment kwenye status zangu ni kama sizielewi. Amna dada, utakuwa unafikiri vibaya. Nikamwambia hapana. Sasa hivi na 41, ni mtu mzima ambaye huwa sipendagi maskendo madrama. Kuna kitu I can sense. Hamna dada, unajishtukia. Nikamwambia ngoja nione mwisho wa hii shughuli itakuwaje. Lakini at the end of the day shughuli ndio ikaishia hivyo. Miriam, pole sana. Kwa nini nilifikia hatua ya kuposti? Ni kwa sababu mkewe alisema niziposti waone ukweli. Mimi sikuwa nazo. Mimi nitakuonyesha kwamba nani aliyenitumia hizo screenshot na ilikuwa ni lini. Mimi hata hayo mambo yao sikuwa nayo tena kichwani. Alafu Shu ni mtu ambaye nampenda sana, yeye anajua. Okay. Alafu nilikuwa nawaheshimu na nilikuwa ninawapenda sana wale watu. Na support ambayo walitupa Ramadhani nzima ile walikuwa wanakuja kufuturu. Na mimi nikaona kuwarudishia fadhila. Shemu si anauza nguo. Ngoja na mimi niwasupport nguo na kwanza waliniletea wote wawili nyumbani. Tena nikawa namwambia usije ukamuumiza huyu dada. Nikamwambia na Deo, kwa kuwa saizi umeshika soko, kwa nini not yet. Nikamwambia kwa nini usichanganye na za kiume, kwa sababu tayari upande wa kike umeshika. Tukaongea sana. Akiwa yeye na mkewe kwenye gari waliniletea nguo. Maskini. Baada ya hapo nikawa kila nikiagiza nguo anakuja Deo peke yake, hata niagize nguo moja. Uzuri sasa, akija mume wangu anakuwa yuko karibu. Kwa mume wangu atasimama mlangoni, mimi nitaenda pale kuchukua hiyo nguo, tamlipa, ataondoka. Wameumbiwa tamaa, na ndio maana nilimwambia hata Shu, usije ukachana na mumeo kwa sababu hii. Mwezi wa Ramadhani kama Shu ataikumbuka hii kauli, alikuja akaniambia napitia mengi sana, natamani nije tuongee. Lakini alinikuta mimi niko busy sana wateja. Nikamwambia usijali, tutatafuta muda tutakaa tuongee. Lakini mkimuuliza Shu mwenyewe, natamani mumuulize yeye mwenyewe. Nitamuuliza. Aongee sababu ya wao kuachana, kwa sababu I'm sure kuna mengi zaidi amepitia zaidi ya haya.